من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, ndugu zetu mnaotusikiliza katika YouTube yetu Bilali Online TV, tunaomba msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Amma ba'du, leo tunazungumza mada yetu itashikamana na kitu kinachoitwa usaliti. Usaliti. Haki yoyote, kwanza elewa ndugu yangu, haki yoyote duniani itakaoanza kujitokeza au itakao kuwepo ipo duniani inapigana kwa ajili ya dhulma, basi haki hii lazima itapigwa na usaliti. Usaliti ni jambo la lazima, kwa sababu ikiwa mitume yote hakuna mtume hakupata usaliti, hakuna. Kwa hivyo ikiwa mitume imepata usaliti, lakini je, hakuna mtume aliyeshindwa kwa sababu ya usaliti? Hakuna mtume aliyeshindwa kwa sababu ya usaliti. Kwa hivyo leo watu wengi wanasema kwamba hawa wa Iran lau kama wangekuwa hawana usaliti kazi ingekuwa nyepesi sana, wangeshinda tu. Lakini sasa bana, kuna usaliti wa wenyewe kwa wenyewe. Ndiyo, usaliti lazima utokezee, kwa sababu hawa wanatafuta haki, na usaliti mbaya na wahatari ni ule unaotokana wapi? Ndani. Na hawezi kiongozi yoyote, hawezi mtu yoyote eti akawa yeye anafanya haki halafu asipatikane na usaliti. Yanaonekana haya yako wazi au yako wazi. Kiongozi akiwa ndani ya nchi yake ni mzalendo, tunatoa mfano huo. Kiongozi akiwa ndani ya nchi yake yeye ni mzalendo na anapenda nchi yake iende vizuri na inasogea katika ile uzuri, lazima kiongozi huyu atapambana na usaliti tu. Lakini kiongozi ambaye anakaa katika nchi yake hakuna anachokitaka, yeye anataka atengeneze maisha yake tu basi huyu hawezi kupata usaliti. Hata ndugu yetu almarhum Saddam Hussein naye alipata usaliti, tena usaliti alipata ndani ya familia yake. Hivi ndio inavyokuwa. Kwa hivyo mtu kusema kwamba Wajemi bwana hawawezi kushinda kwa sababu ana usaliti, hakuna mahali penye haki ambao ukakosekana usaliti. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam basi naye alipatwa na usaliti vile vile. Lilitokea kundi likenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sisi tumeamini na ndani ya sehemu yetu huko mji wetu tunaokaa dini bado haijafika, na watu wako makini, wanataka hii dini. Kwa hivyo tupe watu wakatufundishe. Mtume akaona hawa ni watu wema, akachukua watu ambao waliokuwa makini, baadhi yao akawapa, akamwambia haya, nendeni hawa jamani, sasa uhameni mji, nendeni mkapeleke dini huko na mbele ya safari. Lakini walipofika maporini huko majangwani, hawa watu wakawaua wale watu wa Mtume wote, wakawaua. Usaliti. Sio hivyo tu, Masjid Dhirara inafahamika, msikiti wenye madhara, msikiti mbaya. Masahaba radhiallahu anhu, wale walikuwa pamoja na Mtume, wale wanamwambia sisi na wewe mguu kwa mguu sisi tutashikamana na wewe ya Rasulullah mpaka mwisho wa maisha yetu. Mtume akaona na watu madhubuti, na tunazungumza usaliti kwenye haki haukosekani, na hata wale wanaosaliti na wao vile vile huingia ndani ya balaa vile vile. Msikiti wakaambia, sasa ya Rasulullah, sisi tunataka kujenga msikiti hapa, msikiti, na huu msikiti ukiwa tayari uje ufungue wewe. Wanamwambia maneno Mtume mazuri, tena hao ni maswahaba, watu wa karibu na Mtume, sio kutoka mbali. Hii inatujulisha kwamba ukishakuwa kwenye haki, tarajia kupata usaliti ndani ya familia yako, na tarajia kupata usaliti kwa nje ya familia yako. Hata watu wa familia yako, madhali uko kwenye haki, madhali unapigania haki, wanaweza kubadilika watu wa familia yako wakawa wasaliti. Hivi ndio inavyokuwa. Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunajenga msikiti bwana, na msikiti huu utakuja kufungua wewe. Wewe ndio utakuwa imamu wetu wa kwanza katika msikiti huu. Mtume akaona rai nzuri, kumbe ni usaliti. Masahaba wale waliokuwa ndani na wanafahamika mpaka kesho, sio kwamba hawafahamiki kwamba hawa walimsaliti Mtume, hawa walisaliti dini, hawa walimsaliti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukajengwa msikiti,
wakati unajengwa msikiti sasa, kama pengine unakaribia kumaliza au vipi, au ushamaliza tayari, Mtume hajui, anajua haya ni maendeleo katika maendeleo ya dini yetu ya Kiislamu. Hawa watu wamemkubali Allah. Ghafla anaambiwa Mtume, bwana we, unajua hawa wote waliosimamia, yani wakatoa mali zao, wakatoa kila kitu chao kwa ajili ujenge msikiti ambao huu msikiti uje ufungue wewe, makusudio yake unayajua? Siyajui. Akaambiwa hawa makusudio yake siku ile ya kuufungua wewe ushaingia kwenye kibla pale, wakupige kwa dharuba wote umalizike, na hapa sasa pawe hapana viongozi na dini ife. Usaliti. Kwa hivyo usaliti haukosekani. Wale wanaofikiria kwamba Waajemi wanaweza kushinda bila kusalitiwa, basi hawajafikiri namna ya uongozi, wala hawajafikiri namna ya mambo yanavyokwenda katika watu wenye kutafuta haki. Kwa hivyo nifanyeje sasa? Akaambiwa msikiti uvunje bwana, na hapo penye huo msikiti lifanywe jalala la kutupia taka. Pana mengi yanazungumzwa hapo. Kwa hivyo mambo ndio yakenda hivyo. Lakini je, usaliti ule uliopita tuliozungumza mwanzo, na usaliti huu, na usaliti ulikwenda ukabaleka sasa ukawa mkubwa zaidi, akasalitiwa Mtume, ikasalitiwa na familia yake, ikasalitiwa vile vile, wakauliwa familia ya Mtume. Wale ambao waliotangazwa kwamba hawa ndio watakuja kushika mamlaka na madaraka ya mimi nitakavyoondoka, wale wameuliwa. Je, huu si usaliti? Je, Uislamu haukusimama? Uislamu haukusimama? Uislamu umesimama. Kwa hivyo haki haizuiliwi na usaliti. Wasaliti wako pale pale, wasaliti wako pale pale, na wasaliti ni mijitu ambayo haina haya, haioni vibaya. Hata ukitizama, tunasema hata katika nchi yetu hapa wapo wasaliti vile vile, wanayaona maendeleo, hospitali yanafunguliwa, mabiashara mazuri yanafunguliwa, majumba yanajengwa, mashule yanajengwa, hospitali makubwa ya ghorofa yanajengwa, maendeleo chungu mzima. Lakini ni wasaliti, wanasaliti wakiwa nje ya nyumba za ibada na wanasaliti wakiwa ndani ya ibada. Kwa hivyo usaliti haukosekani. Na wengine wale ambao wanajulikana kwamba hawa hapo karibu na kiongozi wao mkubwa, wale wanasaliti vile vile. Kwa hivyo usaliti hauwezi kukosekana, na wala usaliti hauzuii ushindi. Kwa hivyo tunawajulisha watu watambue kwamba usaliti hauzuii ushindi, ushindi uko pale pale. Tumtizame Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna alivyosalitiwa. Lakini je, ikaja ripoti kwamba yadkhuluna fi dini llahi afwaja, wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi. Uislamu kusalitiwa ndio njia yake, ndio njia yake. Hawajawahi kutokea mtume yoyote asisalitiwe. Hata huyo Yesu ukimtizama alisalitiwa na watu wake wa ndani, sio wa nje. Wa nje wao wakashika ile shereko tu, lakini wa ndani walisaliti. Musa alayhi salatu wasalam amesalitiwa na watu wake wa ndani, wale aliowaona kwamba hawa wana maarifa. Jamani, naondoka, shikeni hapa mahali. Wale ambao waliojulikana kama wale ndio walisaliti. Kwa hivyo fikra iliyopo, watu wasifikirie kwamba eti Waajemi watashindwa kupata ushindi. Eti kwa sababu gani watashindwa? Kwa sababu wanasalitiwa. Hata hao wenyewe wa Israeli na wao vile vile wanasalitiwa. Wewe hujasikia? Kama hujasikia, basi shika habari hii. Zimedukuliwa siri zao muhimu. Watu wameingia kwenye chumba chao, chumba chenye siri muhimu, wakadukua, wakachukua mambo yote ya siri za Israeli. Wakachukua wana mashimo ya handaki wa mangapi, wanategemea kitu gani, watafanya kitu gani, jeshi lao wamelipanga vipi. Siri zao za namna hiyo zimedukuliwa zikapelekwa Iran. Maana yake wanawasaliti vile vile. Kwa hivyo usaliti ni kama vile mtu kusema anataka kuoga na kutia sabuni tu. Ndio usaliti haukosekani. Kwa hivyo wanaofikiria kwamba eti Iran Waajemi
watashindwa sasa kusimamisha hii haki, kuwanusuru watu wanyonge wanaodhulumiwa. Watashindwa kwa sababu kumeingia usaliti. Hilo halipo. Kila penye haki usaliti lazima. Lakini nini matokeo ya mwisho? Matokeo ya mwisho, wale wanaosaliti ndio watakaofedheheka. Badirikum, nani asiyejua badirikum? Masahaba walipiga takbiri, wakasema tumefurahi leo bwana, alhamdulillah, tumeona Allah ameshatueleza, ukiondoka wewe mtume nani atabakia? Na sisi hilo tushalikubali. Na wakafanya baya. Lakini masahaba wale walivyoondoka pale, na mtume aliwapa amri, alisema kila aliyekuwa hapa alichukua hili jambo alifikishe kwa aliyekuwa hayupo. Wengine waliliacha pale. Huu si usaliti? Je, hatuna Uislamu sasa? Tunao. Hatuabudu katika Mungu mmoja, tunaabudu. Lakini usaliti haukufika, ulifika tena mkubwa sana. Walinyamaza, na halafu wakafanya mpango wa siri, wakasema masahaba sio watu wengine, watu wa ndani. Wakafanya mpango wa siri, wakaanza kuwaua wale walioambiwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake kwamba hao ndio watakuwa viongozi wenu. Basi waliwasaliti wakawaua. Lakini je, leo si mara 5 watu wanaitwa Allahu akbar? Haijasimama shahadu an la ilaha illa Allah wa shahadu anna Muhammadar Rasulullah? Pamesimama, na masaliti washakwenda, na huko sasa wanavuna walichokipanda. Kwa hivyo tunataka watu waelewe kwamba Allah akipenda maneno yake hayatoanguka inshallah. Kasema Allah kwamba nitawachagua watu. Allah anasema nitawachagua watu, nyinyi Waarabu mkikengeuka, basi nitachagua watu sio katika nyinyi, yani si katika Waarabu. Waajemi si Waarabu. Na hawa Waajemi, Allah ndani ya Qur'ani anawaambia Waarabu, nitawachagua watu wengine ambao si katika nyinyi. Hawa ndio watakaofanya kazi ya kuondosha dhulma duniani. Wakauliza Waarabu, watu gani hawa? Mtume akajibu, Waajemi. Hawa ndio watakaofanya kazi. Kwa hivyo Waajemi wanafanya kazi ya Mungu, sio kwamba wanafanya na huu shujaa na hii hali walionayo sasa hivi, na huku kupambana wanakopambana sasa hivi. Tizama Qur'ani, ishasema Qur'ani, na Qur'ani inasema haibadiliki, maneno yake hayabadiliki. Kama Mwenyezi Mungu kasema hawa Waajemi ndio watakaosimamisha haki hapa duniani, wanyonge wakapata haki zao, wanyonge wakapumzika katika dunia hii, basi watakaofanya kazi hiyo ni Waajemi. Ndani ya Qur'ani inasema hivyo. Sasa wewe unataka vipi tena? Kitabu gani? Unataka habari gani? Unataka mtabiri gani? Ndio watu wengine utasikia wanasema sawa, wacha wasema kwa mujibu wa tarasimu tukizipanga hivi, basi hapa inaonekana kwa hisabu ya tarasimu, hapa inaonekana kadha wa kadha. Na kwa mujibu wa nambari, mambo ya falaki na mambo haya ni tarasimu na nambari, hakuna chengine. Je, ikiwa nambari imesema kwamba fulani atakuwa mtawala, je, ni kweli kwamba hii nambari, hata kama Mwenyezi Mungu kasema kamtaja siye huyu, Allah ipi itasimama? Itasimama yule aliyochaguliwa na nambari, au itasimama yule aliyochaguliwa na Qur'ani? Sasa hata kama mtu mwenyewe ana hisabu zake anapiga na hivi na shekeli zake zinamwambia kwamba hapa bwana kwa vyovyote bwana hapa huyu Trump atashinda tu, kwa sababu nambari hizi zikikaa hivi 47, ikija mwingine ikiingia 8, na tukitizama Trump namba yake ni 8, basi kwa mujibu atashinda. Sasa lakini Qur'ani imesema watakaoshinda ni wanani? Watakaoshinda ni Waajemi, kwa sababu Waajemi washachaguliwa zaidi ya miaka 400 iliyopita, zaidi ya miaka 1400 huko. Mungu kashasema, na ndani ya zama zetu hizi lishajitokeza. Tufuate tarasimu au tufuate maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yapi ya kutegemewa? Fabi ayi hadithin baadahu yu'minun, mutaamini nini nyie watu?
Baada ya mazungumzo haya yamo ndani ya Qur'ani, maelezo ya Mwenyezi Mungu yapo na maelezo ya mtume yapo. Hapa tena hapachukuliwi talsimu wala hapachukuliwi nambari, tunachukua maneno ya Mwenyezi Mungu. Kama talsimu hii inakubaliana na maneno ya Mwenyezi Mungu, tutasema haki, sawa. Lakini kama talsimu hii inasema maneno tofauti na miujiza ya Allah, hii talsimu haikubaliki. Kama nambari za shekeli zitaingizwa hivi na hivi na hivi na hivi mpaka mwisho kwenye ubao zionekane kwamba nambari hizi zinampa utawala nani? Trump. Lakini Qur'ani inampa utawala kwa hawa Waajemi. Hii tutaacha, ni upuzi, tutakamata haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kinachotakiwa sasa, tunamalizia, tuwe na shukurani. Mwenyezi Mungu ameshawachagua watu ambao wapo madhubuti kwa ajili ya kuondosha dhulma ndani ya dunia, na sisi wanyonge tuweze kuwa tuna mahali pa kushika, tuache kudhulumika, tuache kunyang'anywa. Leo mtu mmoja anatoka anaingia nchi ya mwenziwe, anaingia anamchukua mtawala, halafu anasema hapa mimi nimefuata mafuta, na wewe unasema uko pamoja na mtu huyu. Wallahi akiangamia huyu, na wewe utaangamia tu. Na kama ni Muislamu, sikiliza maneno ya mtume anasemaje, maana upande wengine hatujui, labda kuna vitabu vyao huko vinasema ataki wadhalim madhali mzungu, wewe ungana naye tu. Ataki wadhalim madhali ni Mwisraeli, ungana naye. Pengine kuna vitabu vinasema hivyo, vitabu vya kishetani, lakini hakuna haki. Kitabu cha haki kinasema ushirikiane na dhalimu. Mtume anasema man masha ma dhalimin liukawiyahu wa huwa ya'lamu annahu dhalimu fakad kharaja min alislam. Yoyote atakayemwendea dhalimu kumtia nguvu wakati anajua kwamba huyu ni muuaji, anaua watu, anadhulumu watu, anawachukua watu ndani ya nchi yao, anachukua watawala wao, anachukua na mali zao, mafuta yao, wewe Muislamu ukawa upande huo, ikiwa Saudia, ikiwa ile umoja wa nchi za Kiarabu, ikiwa umoja wa nchi za Kiislamu, lakini madhali wewe umoja wenu huu unawaunga mkono madhalimu, Allah anasema, mtume anasema fakad kharaja minal islami, atakuwa ametoka ndani ya Uislamu. Kwa hivyo yoyote, ikiwa Saudi Arabia, ikiwa Dubai, ikiwa nani, madhali wamemtia nguvu dhalimu, fakad kharaja min alislam, hawa washatoka katika Uislamu. Kwa hivyo tuangalie Waislamu, tuangalie Waislamu kumpa nguvu dhalimu, tuangalie hili ni jambo katika jambo yanayopelekea kutoka na Uislamu. Kwa hivyo sasa tunasema dua zinazotakiwa kwetu sisi tulikuwa hatuwezi chochote, basi sisi tuwe ni watu wa dua, watu waombe dua. Nilifurahi sana karibuni niliona kanisa moja linawaambia tu waombe dua, waombe dua, na ile kanisa linathibitisha kwamba Wamarekani ni madhalimu tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua.